wa Kristo nasema kwamba tunapaswa kuwatendea watu wote mema, ila zaidi wa nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo watie moyo kwamba tufanye hivyo kwa utukufu wa Bwana. Jambo la karibu na mwisho, toka wakati wa Hema Gisa, Mungu alipoongoza kuleta gari, tulimshangilia sana kanisa hili. Tulimsifu Mungu kwa ajili yetu. Sisi kama kanisa tuliungana naye kumshangilia Bwana. Na kutokea hapo watu wengi walikuwa wakijitoa kutoa vitu. Shukuru Mungu, kulikuwa na mwingine akatoa vile viti. Shukuru Mungu, tulimwombea. Mwingine ametoa hii meza, shukuru Mungu, tulimwombea. Na kuna meza nyingine mwa ofisini, napo mtu akifika tutaiweka wakfu, tutaomba pia kwa ajili ya aliyetoa. Lakini kumshukuru Mungu pia, kule ofisini kwa mchungaji kana kaduda hivi sikajui kitu. Kwa sababu ya ushamba tu sikajui. Hebu kaeleze kidogo sisi. Isikini kama kosea. Kana kaduda sikajui hivi. Microphone zako. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Mwaka mpya na mambo mapya. Sema internet iko tayari, ila kesho tutafunga kwa sababu ndani kwa hapa nafanya kazi na mitambo tayari na naomba kanisa, sababu anazunguka kompyuta ya pili Dauda na kanisa na kanisa tupendeze tufanye. Inaonekana bila kompyuta ya pili ama Yeni sauti ya Bwana. Amen. Yeni sauti ya Bwana. Kama nayo iko tayari na tutafunga, hata tumshajua kule kwake anashika. Na kanisa nayo kwa mwezi 70,000. Niliona kilita ya kulipa kwa mwezi laki, na ndio kubwa zaidi. Tutasema uchumi ni mdogo kwa sababu kanisa yetu ilichokusema uchumi ni mdogo. Lakini kwa Mungu yote tunafanya nini? Yanawezekana. Amen. Barikiwe sana. Hapa tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa sababu ya neema na rehema yako. Sisi kanisa lako Bwana, kupitia watu mmoja mmoja umetuongoza kutokea wakati ambapo tumepata gari, tunakupa sifa, mambo yameendelea na sasa tuko na internet. Baba, tunakupa sifa na heshima kwa sababu unastahili. Endelea kuwabariki watu wako wote waliotoa, wanaojipanga kufanya kazi hii, na Mungu tusaidie kama kanisa tuendelee kufanya kazi yako kwa utukufu wa jina lako. Ni kweli ni mwaka mwingine tunatamani kufanya vitu tofauti, sio vile vile tulivyoishi mwaka jana, mwaka juzi na miaka mingine iliyopita. Tunaomba tusaidie, tuelekee kwenye mambo mazuri zaidi katika kutenda na kutumikia wewe. Yote haya tumeyaomba ni kupitia jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Barikiwe sana, mshangilie Bwana tena na kutoka sana. Asante. Kuna kitu kingine natakiwa tuwe na kamera ya pili. Kwa maana hiyo hii inachukua tu mchungaji hapa. Kuna kamera ya pili tukiwa ya mchungaji. Amen. Kwa maana hiyo kamera ya pili milioni 5, kuna laki 50, milioni 5. Hapo watu tukitoka watu 10 kwa laki 5 kamaliza wote. Amen. Kwa jina la Yesu tunaomba neema tumalize kazi hiyo. Naomba sasa nisome neno la Mungu katika Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2. Nisome mstari wa 1 hadi ule wa 6. Neno la Mungu linasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi,
tazama zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, kwa wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Na wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo lilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako tatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Wiki moja tu tumemaliza Krismasi, tumejifunza mambo mengi ya kutusaidia. Tukajifunza kwa habari ya Yesu kama mfalme wa amani, Mungu wa milele. Tukajifunza kwa ndani kama vile ambavyo Mungu aliwajalia watumishi wake. Mistari hii pia ukiangalia unaiona nayo inazungumza mambo kama ya Krismasi hivyo hivyo, lakini mimi sisemi mambo ya Krismasi hapa. Ninachozungumza hapa ni matumizi ya muda, matumizi ya wakati. Zungumza matumizi ya muda. Tunaposema muda au wakati, maana yake tunamaanisha ule wasaa, ile nafasi unayoipata ukiwa hai, akili iko sawasawa, viungo viko sawasawa, huo wote ni muda. Na Mungu kwa mujibu wa Mwanzo akaugawa huo muda asubuhi, mchana, jioni pamoja na usiku. Sasa tunapoangalia hapa sasa, maana yake ni kwamba ninataka tuangalie matumizi yake hasa nini kwa mujibu wa kitabu hiki cha Mathayo. Ukizungumza sekunde si unamaanisha unaongelea katika moja. Ukizungumza habari ya dakika 60, maana yake unazungumzia risali moja. Ukizungumza habari ya siku moja na siku 7, maana yake unazungumzia wiki moja. Siku 30, maana yake unazungumzia mwezi mmoja. Miezi 12 unazungumzia mwaka. Miaka 10 huo ni mwongo mmoja, na miongo 10 hiyo ni karne moja. Muda umegawanywa katika vipengele hivyo hivyo vifupi vifupi. Unaweza kujiuliza kwa nini Mungu aliwawezesha watu kuandaa muda katika vipengele vifupi vifupi hivi. Na mimi naomba nikwambia, usipuuzie hata sekunde, kwa sababu kuna watu wengi wanapuuzia shilingi moja. Ukipuuzia shilingi moja haiwezi kuwa 10,000. Haiwezi kuwa shilingi 10,000 kutoa shilingi, kutoa shilingi moja. Naona haiwezi kuwa 100,000 kutoa shilingi moja. Vivyo hivyo na muda, usipuuzie kila sekunde, kwa sababu hiyo ndiyo inayochangia kwenye wiki, kwenye saa, kwenye siku, kwenye mwaka, kwenye karne. Ukiipesa hiyo sekunde moja, umepesa muda ambao Mungu amekupa. Na mimi naomba tujifunze matumizi ya aina mbili za matumizi ya huo muda uliopewa na Bwana kwa mujibu wa kitabu
cha Mathayo, na hasa Mathayo anazungumzia habari za mamajusi. Wao mamajusi walitumia muda namna gani? Kuna mambo mawili waliyotumia hapo, aina mbili za matumizi hapo. Jambo la kwanza tunalipata kwenye mstari wa kwanza hapo. Biblia inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Aina ya kwanza ya hawa mamajusi ya matumizi waliitumia kwa ajili ya mahitaji ya kwao. Yaani unapotafuta kwako, maana ni kwamba wewe na mimi pia tunapaswa kutumia muda kwa ajili ya mahitaji ya kwetu ya kwako. Hawa mamajusi walitumia muda kwa ajili ya mahitaji ya kwao. Zamani kwa sababu ya ushamba wangu, inawezekana hata sisi kwa washamba wengine kama mimi nilivyokuwa, neno mamajusi nilikuwa nakisaha kina mama, ile mama nilikuwa nasema ni akina nani? Ni akina mama. Labda walikosea tu kuandika ni mama juice. Kiingereza wanasema the wise men, Kisukuma wanasema barabangani, watu wenye busara, the wise men. Sasa nikufikirisha kidogo, kuitwa mamajusi au majini, lazima uwe umetumia muda vizuri shuleni. Halo, wakati wanasoma hapa, nimesikia maombi ya watoto wanaosoma, wakati wanasoma hapa. Asante mama. Nimesikia kwa mwana watoto wanaosoma. Lazima utumie muda wako vizuri shuleni. Kuna mwalimu mwanafunzi gani anayefaulu wakati asome? Afanye assignment, alafu atakuja faulu. Lazima watumie muda wao vizuri toka wakiwa shuleni. Hawakupoteza muda. Kijana wangu mmoja alijifanya kama mjanja, nikamkamata. Akienda shule, anakaa kwenye majaruba. Anasubiri wewe mpaka wanafanya wanapokuja na ungana nao. Baadaye mama yake akamgundua, tukamnyosha leo kwa vizuri. Wanatumia muda wao vizuri, mwisho wanaenda shule ya msingi, sivyo, mwisho wanasomea elimu ya mambo ya wapi? Ya anga, na wanaajiriwa serikalini, wanapata kazi. Kwa hiyo wakati huo kupata kazi kubwa kama hii serikali ni mtu mkubwa sana. Miaka mingi iliyoisha, na ndio maana Biblia inasema walikuja hao wataalamu wa nyota wakiuliza habari za mamajusi, wakitoka mashariki ya mbali. Leo unazungumzia mambo ya Iran na Iraq, ndiko walikotoka. Baada ya kuona ile nyota, wakagundua sio ya kawaida, kutokana na yale waliyosoma, wakagundua ile nyota sio ya kawaida, ndio maana wakaamua kuifuata. Niseme maneno machache hapa kwenye kutumia muda kwa ajili ya mahitaji yetu. Hawa mstari wa 11 kwenye sura hii, hebu moja usome mstari wa 11, sura ya pili. Leo kuna mdorezo sura ya 10 mstari wa 11, mstari sura ya pili. Hawa mamajusi hao walifanya kazi serikalini, wanatafuta fedha kwa ajili ya mahitaji ya kwao, wanataka kutengeneza mazingira, wapate vitu vya kwao viwasaidie wao, nyumba yao, mipango yao na kazi zao zingine za kimaendeleo, wasaidiwe na zile kazi ambazo wanazifanya, maana wanatumia muda vizuri ili wazalishe. Mwambie mwenzako unapaswa kuzalisha. Biblia inasema
Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Hawa walikuwa matajiri kwa sababu walipata kazi kubwa serikalini, wakapata fedha ya vitu vingi. Ndio maana walipokwenda kwa Yesu wanatoa dhahabu, wanatoa uvumba, wanatoa wavivu wapatazi. Chama leo niambie, mvivu wapatazi kwa sababu wanatumika kazini, hawapotezi muda, wanatumia vizuri, wanazalisha. Ndio maana walipopenda kwa Yesu wanapenda na dhahabu, wanapenda na manemane, maana wanaji ye Bwana ye. Kuna watu wengine huwa wanapenda wamtolee Mungu lakini hawana. Swali la naweza mkasema mtu wewe wana kiburi. Kama kiburi, kwa nini huna hela? Kwa nini huna hela? Maana yake ni kwamba pengine hauzalishi. Tazipata wapi? Tazipata wapi? Hauzalishi, unatumia muda vibaya. Kanisa, mambo ambayo ni muhimu kuyafanya ni kuzalisha, kufanya kazi. Kanisa lazima lizalishe, Wakristo lazima wazalishe. Alafu ngoja niwaambie, Biblia imeandikwa kwa ajili yetu Wakristo, na baraka zote walizoziandika ni kwa ajili ya Wakristo. Lakini nishawahi kujiuliza, mbona Wakristo wengi ni maskini? Mkiweka kaujeni, mkiweka mchango wa kujenga wote mpaka lakini majamaa kwenye mpira yanatoa milioni 20, milioni 50, milioni 100, milioni ngapi yanatoa, maana yanazalisha. Kanisa ni muhimu tufanye kazi, tuzalishe. Ni muhimu tufanye kazi, tuzalishe. Hawa watu walikuwa wakizalisha. Kanisa lina uhitaji mkubwa. Ngoja niwaambie jambo jingine. Katika rasilimali zote ambazo zitoka kwa usawa ni muda. Ulaya masaa 12, Tanzania masaa ngapi? 12. Na Kahama masaa mangapi? 12. Nenda Marekani masaa mangapi? 12. Alitoa kwa usawa. Swali, kwa nini wengine ni maskini na wengine ni matajiri? Kwa nini? Kwa nini? Asante sana. Hawataki kufanya kazi. Wengine ni wazembe, tunapoteza muda tu. Mzungu mmoja akatabiri, akatoa unabii, Tanzania baada ya miaka 5 wote watakuwa wezi. Tunanicheka. Wakamuuliza kwa nini? Watanzania watakuwa wezi kwa sababu kazi hawataki, wanataka starehe. Starehe haitaki hela. Utazitoa wapi hela? Utaiba tu na kwenda kubeti, utaiba tu.
au bado unakaa kwenye gari, unajifanya kama unatembea kwenye gari, unarudi umepewa 500 na tena. Hello, hebu punga mkono wako kama unasikia. Mamajusi walitumia muda wao vizuri. Tumia muda wako vizuri. Una mahitaji mengi, una vitu vingi unavyovihitaji, lakini kama unapoteza muda, usitarajie, hakuna muujiza mwingine. Wakati naombea watu wa kutoa zaka, nilisema kwamba kanuni moja ya utajiri ni kutoa zaka. Kanuni ya pili ni kufanya kazi. Hakuna kanuni nyingine. Hakuna kanuni nyingine. Iwe kwa wapagani, iwe kwa Wakristo. Hakuna kanuni nyingine. Mambo mengine unajidanganya tu. Kama unataka kujifurahisha, wewe jifurahishe. Lakini kanuni ni kutoa zaka na kufanya kazi. Sisi tunapoteza muda pamoja na mambo ya kupiga puru. Kijana yuko tu kwenye puru toka asubuhi, anapiga tu puru hivi, anageuka na mkono, anapiga puru. Baadaye anapata njaa, kaenda nyumbani kula. Unakula za nani? Unakula za nani? Nakula za nani? Siku moja mtu mmoja akatunahama kutoka Kiabakari kwenda Mgumu. Alikuwa anataka kwenda kwa Ukerewe kutoka pale kuna 7,000. Sasa kwa sababu amesikia gari inatoka Ukerewe kuja kunichukua mimi, akasubiri ile gari apate lift. Siku ile ya kwanza haikuja, akashinda kwangu. Tunakula vyakula tukale nyumbani kwangu, hazalishi. Baadaye kesho yake wakaja saa 8. Sasa gari ilikuwa inapita kwenda Mgumu, na nipeleka Mgumu kuchukua mchungaji mwingine nimrudishe Ukerewe. Tukaenda naye mpaka Mgumu. Anasubiri, anaokoa shilingi 7,000. Anaelewa? Anaokoa shilingi. Ameshinda mara ya kwanza kwangu, anaokoa shilingi. Akashinda na marapi, tunakwenda Mgumu, atakuwa shingapi? Alafu kesho yake wakaondoka, walipofika Bunda pale wakakamatwa, wakalala Bunda. Siku ya ngapi? Anaokoa shingapi? Siku ya 4 ndio wanafika Ukerewe. Hebu ulinganishe una siku 4 na shilingi 7,000. Siku 4 na 7,000. Poteza muda. Tunapoteza muda katika maeneo ya kula tu. Jamani, kuna watu wakikaa kula, anasahau kama kuna jambo jingine. Tunapoteza muda kwa sababu ya kula. Hebu fanya hesabu tu, angalie kwa mwaka, kwa mwezi, kwa maisha yako yote unapoteza masaa mangapi? Umezalisha nini sasa? Umezalisha nini? Masaa 2 au saa 1 unakula. Kwa wiki unakula masaa mangapi? Kwa mwezi unakula masaa mangapi? Kwa mwaka unakula masaa mangapi? Kwa umri wako unakula masaa mangapi? Huzalishi. Kula tu. Lakini tunapoteza muda pia kwenye kulala. Kuna watu wanajidai hivi tu. Ukiwa tajiri unalala, unaamka saa 3. Toka hapo. Mtu mwenye nia
pepo. Akamama mmoja akamwendea mama mchungaji, akamwambia nenda kaniombee change, ana shilingi 200 ana shilingi 200, akamwambia change na yeye atoe kwenye changizo. Mwambie zalisha, tengeneza fedha, tumia muda wako vizuri, usikubali kupoteza muda kwa sababu ya kwenda kupukuchua mahindi. Unajua kuna watu wanaenda kupukuchua mahindi kwa majirani. Unajua wao kupukuchua mahindi kwa majirani? Unawajua? Wakoja. Waambia wanakwenda kupukuchua mahindi kwa jirani. Mama mmoja mwishowe akamwita jina mama Pekupeku, kwa sababu akipata habari anasahau hata kuvaa viatu, atakwenda kwa jirani kumwambia hizo habari. Ndugu zangu, kanisa la Bwana, hayo mambo mazuri unayoyaona yalitazamiwa yawe na watoto wa Mungu wanaopenda kanisani, lakini hao ndio wanaongoza mpaka kuna wakati mwingine. Kuna shirika moja la kidini na lilifanya, silisema jina, mpaka kuna shirika mwingine likasema sisi bado tunajikana tuwe mafukara, hawataki kitu chochote. Sasa kama hutaki chochote, si utaiba tu. Utakula wapi? Utavaa wapi? Unaishi mjini, una kazi, unahitaji uwe vizuri, halafu ujirembe na wake na kila kitu. Utatoa wapi? Na Jumapili tunakuomba sadaka na michango mingine, utatoa wapi? Halafu una kazi, upo mjini, huna kazi, utatoa wapi? Ndiyo maana utakuta na mabinti, sio hapa mabinti tumachangulo tu, fanya mambo ya ovyo, kwa sababu na mahitaji utayatoa wapi kama sio kujiingiza mtandaoni na kuanza kusema sina natafuta mwanaume wa kuoa. Halo, fanya kazi, fanya kazi. Mwambie jirani yako usipoteze, usipoteze. Fanya kazi. Zile habari zingine achana nazo, mwambie hivi, yaani hata nikikesha na kuombea kama kazi mfanye, utakuwa masikini tu. Wewe yaani hata nikikesha hapa na kuombea nimefunga, silani atakula. Ufanyi kazi, ufanyi kazi, ufanyi kazi. Wewe ni masikini tu sawa na masikini wengine. Hata ningeombaje, hata ningemtafuta mnaye ndani kama ni muombaji, wengine wanaweza waombe, ufanyi kazi. Takwenda kuiba, takwenda kuiba, hakuna namna nyingine. Takwenda kuiba au takwenda mtandaoni. Niko hapa natafuta mwanaume, simama nenda wapi, simekuaje, weka namba yako kwenye ni follow kwenye inbox, ni follow inbox, sitakuwa kwaje. Unatafuta hela, weka tu kwa changu ndogo. Mtaa moja si mtaa waje wa afisi sina wale, utajiweka tu, tafuta hela, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi. Bahati mbaya wachungaji tunawafungiaga tu makahaba, waliozini, waliofanya nini, lakini wavivu,
Jamani, wasema kanisa nisaidie. Tufungie wavivu hapa wasiokuwa na kazi. Funga kabisa vivu. Unanisumbua kabisa wewe. Ukipata shida kidogo tu, mchungaji, unajua nimelala njaa, unajua mambo mengi hapo. Sisemi kwamba msiniombe mkiwa na shida. Ila ninachokizungumza, fanya kazi. Nenda kwenye majukumu yako, fanya kazi. Maana Biblia imeandika sema nitabariki kazi ya mikono yenu. Nitabariki kazi ya mikono yenu. Sio maneno. Kenizi na Yoshua mwana wa Nuni, kwa kuwa wao wamemwandama Bwana kwa moyo wote. Yale Hesabu 32:12. Takuwa ni eneo ambalo nasema kwamba wana wa Israeli wakazungushwa kwenye milima miaka mingapi? Mwambie jirani, ulipozunguka umetosha. Mwambie basi, ulipozunguka umetosha. Songa mbele. Wanazunguka, nikajiuliza hivi, kwa nini walizunguka mpaka miaka 40? Kuna mambo kadhaa yapo yanayofanya wazunguke mpaka miaka 40. Na baadaye walizunguka kwa sababu ya uasi uliokuwepo. Mungu akawazungusha miaka 40. Walikuwepo na manunguniko, walikuwepo akina Kora. Mara Kora wanasema hivi, ni ndiye kiongozi wetu. Sina sisi tunaweza kuwa kiongozi. Kora akataka kundi lake na yeye. Anasema na mimi ni kiongozi. Biblia inasema nilifungwa toka nini? Nikawameza wakati haya. Mungu anawazungusha kwa sababu ya matatizo yaliyokuwepo kwenye ile jamii ya wana wa Israeli. Uasi wa kina Kora na wengine wanaotaka kufanyia mamlaka ya Musa, na wao kama Musa, wakati Mungu alizungumza na Musa, kwani walikuwepo wanazungumza na Musa. Mungu akawazungusha miaka 40, hawafanyi chochote. Mwambie jirani, acha kuzunguka. Tunapoteza hata kwenye mambo yasiyokuwa ya maana. Tunakutana kwenye mambo yasiyokuwa ya maana. Hebu fikiria sisi kama Israeli sio kwa mfano. Na kanisa la Yesu toka 2009 hatujafanya kazi yoyote. Hatujafanya kazi yoyote toka 2010 tunakutana na mishana zidi ambayo kutana miaka 5 kuna kazi yoyote. Songa mbele mwaka huu na jina la Yesu.
Yesu. Nataka nikutengeneze wewe kanisa kwa jina la Yesu. Nataka nikutengeneze wa kanisa. Wale Waislamu miaka 40 wanazunguka tu nyumbani. Wanasema tu mimi ni mkubwa na sababu namchosha. Tunataka mtu mwingine anataka na mimi niongoze. Unazunguka unawazungusha hakuna kinachoendelea. Fanya kazi ingali mchana. Usiku unakuisha. Mtu asipoweza kufanya kazi. Nimeishi kwenye jamii za makabila mengi. Kuna baadhi ya makabila, yale makabila yenye mdomo sana huwa hayafanyi kazi. Wanafanya kazi wapi? Wanafanyia mdomoni. Yaani hili ya lote. Yaani mpaka kwenda kule sokoni kule. Talilima hii. Kwenda mle. Yaani talilima hii. Ndio wameshaelewa. Jamii yenye maneno mbaya na masengenyo na kila kitu haiwezi kufanya kazi. Kanisa la Bwana lazima tufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tufanye kazi. Wangapi mnakubali kufanya kazi? Lazima tufanye kazi. Lazima tufanye kazi. Hata usiponyosha mkono, usipofanya kazi upati hela. Ukipata za wizi. Jambo la pili, hawa mamajusi kwenye ule mstari tu wa kwanza, Biblia inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, walitumia muda kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa ajili ya kazi ya nani? Kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wametoka Iran na Iraq, mwendo inadhaniwa wa siku 40, wanatembea jangwani, hakuna magari, hakuna pikipiki, wako kwenye ngamia, wanatembea wanakwenda kwa Bwana Yerusalemu. Wametenga muda kwa ajili ya Bwana. Mwambie jirani yako, tenga muda kwa ajili ya Bwana. Tenga muda kwa ajili ya Bwana. Tenga muda kwa ajili ya Bwana. Wewe kama ni Mkristo umekombolewa, tenga muda kwa ajili ya Bwana. Wanatumia muda mrefu. Halafu njiani Bwana wanakutana na changamoto. Walipotea, wakajichanganya, wakaenda kwa Herode, ile nyota ikapotea. Baadaye wanapomwacha Herode, wanakutana na ile nyota tena inaendelea. Wanatenga muda kwa ajili ya kazi ya Bwana. Naomba nikutie moyo, kwenye kazi ya Bwana kuna machangamoto mengi, kuna changamoto lukuki. Usikubali kusimamishwa na mtu aina yoyote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kuna changamoto nyingi mno, nyingi.
basi baba, imetosha baba, imetosha, mimi siwezi kufanya kazi hii. Lakini Mungu akawasha moto ndani ya Yeremia, kawasha tena moto, nenda. Nakwambia hivi mpendwa, usikubali kwa namna yoyote kukatishwa tamaa. Kama unajua umekombolewa na Bwana na kazi ni ya Bwana, fanya kazi ya Bwana, endelea mbele kwa jina la Yesu. Kuna wakati mwingine unaweza kukaa changamoto, rafiki yako anaweza kuwa kikwazo, baba yako anaweza kuwa kikwazo, mchungaji wako anaweza kuwa kikwazo. Nenda mbele za Bwana, fanya kazi ya Bwana bila kujali nani anakuzuia, ili mradi tu unajua kwamba hii ni kazi ya Bwana. Bahati mbaya ndio hiyo, ukipata shida kidogo tu unajua kuna watu wengine wanafanana na nani, wajana kuleta kadogo kaide ndio wanafanana na nani. Kuna watu wengine wanafanana na kobe. Kobe huwa anapenda miguu yake, akiguswa anafanya nini? Anarudisha kichwa. Kuna wengine huwa wanafanana na simba. Nitakuuliza baadaye tabia yako ni wengine wanafanya kama simba, akifika mahali fulani simba anataka amiliki yeye ndio mwenyewe. Kuna hapa mimi simba. Lakini wengine wanafanana na mimea. Vipo vimemea hivi, ukikataji hivi anajikunja. Mlishatuona vinaitwaje? Ukikagusa tu hivi, acha tabia ya kujikunja. Wakikugusa kwenye kazi ya Bwana, ongeza nguvu kwenye kazi ya Bwana. Ongeza nguvu. Tumia muda kwa ajili ya Bwana. Tumia muda kwa ajili ya Bwana. Lakini ni utumie muda kwa ajili ya Bwana. Mimi nasema hivi. Hebu angalia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 6. Wakorintho wa pili sura ya 6. Mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Sasa nasubiri nini? Uliokubalika ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Hakuna saa nyingine. Niwaambieni hivi, ngoja nitofautishe kidogo hatua ya kwanza na ya pili. Hii hatua ya pili ndiyo hatua muhimu zaidi kuliko ile ya kwanza, kwa sababu usipokwenda kwa Bwana ukapata ule wokovu, yani hata ukifanya yale mengine yote nini, hata ukifanya mengine yote, ukapata magari, ukapata nyumba, ukapata wake 700 kama Sulemani, ukafanya nini, ukaona zini kila kona na mahawala, ukapata yote hayo bila kwenda kwenye wokovu, yote mengine ni bure. Saa ya wokovu ni sasa, na hapo ndipo tunaanza. Ndio maana mimi nasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, alafu mengine mnafanya jamani. Kanuni tunazikosea, anzia hapo. Unaweza kuanzia kwenye magari, lakini unataka kupata kwa maskini na magari unayo, kwa sababu umekosea. Jamani, duniani kuna watu wengine hawalali vitandani.
tajiri, lakini halali wapi jamani? Halali kitanda. Kuna wengine mpaka akajaribishia mpaka kulala kwenye jeneza, akalala kwanza kwenye jeneza, afa atoke mambo ya kitanda. Na kwa vile kanisa kama kanisa usipokubali kuanzia kwenye ukombozi, ukakiri Yesu ni Bwana, amenikomboa, ukakiri, utakuwa tatizo tuanze kanisani na mambo mengine. Barikiwe sana mama. Usipokubali, hakuna namna nyingine. Maswali rahisi kama sisi wote ni kanisa, mbona mwingine amsalimie mwingine wakati tunasema hivi? Inawezekana hivi? Inawezekana? Kama sisi sote ni kanisa na kanisa linalofikia ni Yesu, ni mmoja tu, alafu nasema sisi kwa sisi hatufanyi dhambi, toka tuwalokole. Nasema sisi bwana, sisi kwa sisi hatufanyi dhambi, na kwenda kufanya uasherati na uzinzi. Nasema sisi kwa sisi hatufanyi dhambi. Nani alikwambia? Tenga muda kwa ajili ya matumizi ya Bwana. Na ukishatenga, Biblia inasema hivi, wale wanafunzi walipokutanika, Roho Mtakatifu alikuja akawatia nguvu. Ndio maana wakatembea. Ndio maana kina Stefano wanasema mbele ya wakuu wa dini, wanasema mmekosea ni wakuu wa dini, lazima dini iendelee, kanisa liende mbali. Wamepewa ujasiri Roho Mtakatifu, wana nguvu. Roho Mtakatifu anapokuja kwako unapata nguvu, huwezi kubaki kama ulivyo, unakuwa mtu mwingine. Sauli alipojiunga na manabii na alianza kutabiri, akawa mtu mwingine kabisa. Unafikiri mimi nilikuwa hivi? Unafikiri nilikuwa hivi? Mpe Yesu kanisa Roho Mtakatifu yako ni mwisho, hata sasa sitakuwa hivi. Unafikiri nilikuwa hivi? Sikuwa hivi. Sikuwa hivi. Sikuwa hivi. Akaambiwa kwamba mtapokea nguvu, yule Roho atakapowajalia, mtakwenda, mtasema Injili bila woga, kwa ujasiri. Unapokuwa umeingiwa na Roho Mtakatifu, unafanya kazi ya Mungu bila kujenga na kupiga mbele yako, kwa sababu muda tunaotoka kwa Bwana ukiwa peke yako taacha. Na ngoja niwaambie na jambo hili, kwa Mungu ukiwa na Roho Mtakatifu huwa haipo historia tena ya kusema mwanzoni mimi nilikuwa vizuri sana, imekuwa mwanzoni mimi nilikuwa naomba zamani, baadaye Roho Mtakatifu anaondoka hapo. Nilikuwa naomba zamani, baadaye Roho Mtakatifu anaondoka hapo. Hiyo ilikuwa ni emotion. Kuna watu wanachemka na emotion, uchemka na moto wa mabua yetu, unajua moto wa mabua ukiuwasha kidogo
akatunga wimbo. Na mimi naomba kama umeokoka unaweza kuimba huo wimbo. Katunga wimbo na salama mbele dunia nyuma, salama mbele dunia nyuma, salama mbele dunia nyuma, sitarudi motani ba sitani ba. Mnawajua Wahindi, umeokoka ndani ya Wahindi, unaenda kwa Kristo, halafu sikuji kwanza. Wale Wahindi wanakuambia wewe sio wa hapa, wanakana matanga, umeshakufa, yani wewe ndio kabisa. Lakini akaimba akasema, baba na mama wakiniacha, baba na Kwa nini unarudi kwenye kazi ya Bwana? Kwa nini unarudi nyuma? Kwa nini unakimbia bado unaanza kurudi nyuma? Kwa nini? Kwa nini unarudi nyuma? Kazi ya Bwana, kwa nini unarudi nyuma? Na mimi nikuambia ufikirie zaidi hivi. Hiyo kazi anayokuwezesha ni Mungu, aliyekupa uhai ni Mungu, aliyekupa kibali jamani ni Mungu. Bado unarudi nyuma. Songa mbele kwa jina la Yesu. Songa mbele kwa jina la Yesu. Vikwazo vipo, lakini usiviogope. Nakwambia hivi, vikwazo vikija kikusaidia kusonga mbele. Kwa jina la Yesu. Mwambie kwamba Bwana, vikwazo hivi vimekuja, umenisaidia kufikiri zaidi. Niendelee mbele. Sasa ninapoelekea mwishoni, kuna watu wengi wa kupinga kwenye kazi ya Bwana. Zungumza kina Stefano, wanapondwa na mama, lakini anaendelea na kazi ya Bwana. Chemba zinachukua mama, yeye anatazama mbinguni, anasema yeye Bwana, uwahesabie makosa hawa hao, uwasamehe kwa sababu hawajui walitenda. Chemba zinaponda mama, chemba zinaponda mama, maana yuko na Roho aliyemjaza ujasiri na huo uwezo. Paulo kuna wakati mwingine wanampiga nadhani amekufa, akisimama Paulo anawaambia wanapaswa kumwamini Yesu. Harudi nyuma, anapeleka gerezani pale Rumi. Paulo hata hapo bado anaandika barua kuwapelekea Wakristo wake akiwa Rumi gerezani, na watu wanawaambia watu furahi katika Bwana. Tena nasema fanyeni furahi. Wangapi wamenuna? Wangapi wamenuna? Unapotoa muda kwa ajili ya kazi ya Bwana, hiyo kazi ya Bwana ifanye kwa furaha. Bwana asifiwe sana. Ifanye kwa furaha, maana maandiko yanasema mtumikieni Bwana kwa furaha. Tumika kwa furaha, toa kwa furaha, imba kwa furaha, hubiri kwa furaha, fanya kwa furaha. Ni kazi ya Bwana. Hata kama hujui kama ndiye Bwana aliyekuita, hiyo ni kesi nyingine, hiyo ni kesi nyingine. Lakini kama unamjua Bwana aliyekuita, utatumika kwa furaha. Utatoa wapi sasa mambo ya uvivu, ubaki na uhitaji? Kwa sababu usipomjua Bwana vizuri, utaona na uvivu ni swala la kawaida tu, lakini uvivu ni dhambi. Kama unamjua Yesu, utakwepa na uvivu. Utakwepa. Nilisikia padri mmoja alikuwa anataka kuhamasisha Wakristo wake, akasema hivi, kuna dhambi 7 mbaya
akataja na uvivu. Dhambi mbaya kabisa uvivu. Mvivu hapendi na kila mtu, labda mvivu mwenzake ndiye anayempenda, hapendi na kila mtu. Ndugu zangu, niseme hivi, inabidi kuwa na uwiano kati ya kazi za kwako na kazi za nani? Na kazi za Mungu. Zinategemeana hizi kazi, huwezi kuzitenga, zinategemeana. Fanya kazi ya Mungu, fanya kazi ya kwako. Uwe Mkristo sawa sawa, fanya kazi sawa sawa. Siku moja watu wanasafiri bahari, wakiwa na mtumbwi, wengine mjauona, wana mtumbwi. Sasa wakati wanarudi ule mtumbwi ukatoboka. Akina Majua wanafahamu hapa, wametoka majini, ukatoboka wale mtumbwi. Sasa kwenye mtumbwi wanatembea na mabakuli ya kwa unamwaga maji wale mliowasha. Mtumbwi ulipotoboka, wenzake wakaanza kumwaga maji. Sasa yule mwingine alikuwa Mkristo, alishafundishwa kwamba kwa maombi kila kitu kinawezekana. Alishafundishwa kwamba ukimwomba kila kitu kinafanya nini? Inawezekana. Ni kweli inawezekana, hatukatai. Wengine wanatoa maji, mwingine sasa akafumba macho akaanza kuomba, Baba Mungu, tusaidie, bado tuko katikati ya ziwa, chombo chetu kimetoboka na maji yanaendelea kuzama, tusaidie tusizame. Baadaye akamwona yule mwingine aliyekuwa anatoa maji, akamsogelea, baadaye akapiga kofi kuomba na kutoa maji. Nenda sasa ukaombe pale, kama ni shamba lako magunia ya mpunga yatakuja. Nenda ukesho naomba hapo kwenye shamba lako, kama magunia ya mpunga yatakuja. Baba, ninaomba unisaidie nianzishe duka, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Alafu uchukue hatua, nenda jaribu kama utapata. Akuombe kibali na ili upate kibali, nenda chukua hatua, fanya kazi, uwe na ulinganifu wa mambo haya. Lazima ulinganifu. Kanisa, tumefika wakati ambapo kanisa watu wengine walimshalitemu kama ni kanisa la watu wa nini? Watu maskini, watu ombaomba, watu wasiojiweza, wakati Mungu ametuambia mali na vitu vyote ni vya kwetu. Maana kama ni vya baba yetu, ni vya kwetu sisi watoto wake, ni vya kwetu. Fanya kazi bado ni mchana, fanya kazi bado na afya. Andika kama naandika, fanya kazi bado ni mchana, fanya kazi bado na afya, fanya kazi bado na hela. Ngoja niwaambie, bado na hela, fanya kazi. Kuna miaka 7 ya umaskini na kuna miaka 7 ya utajiri. Biblia inasema hivi, msinielewe vibaya, siwaombei, naombea mtajiri kwa hela nyingi kweli Bwana. Lakini Biblia inasema hivi, bila shaka fedha huwa inajifanyia mabawa. Inafanyaje? Inaruka. Kama haijaruka hiyo hela unayo, ndio muda wa kufanya kazi. Nilikuwa naongea na Charles mmoja, sikumbuki tulikutana wapi, nishasahau. Tulikuwa tunajadiliana habari ya kununua kinanda. Tuko kwenye kikao cha pastorate kama tutakachokuwa na mikoa hapa sasa hivi. Tukapiga bajeti, tukaona gharama yake. Nikawauliza, hivi sasa tunazitoa wapi hela? Mbingu zikanyamaza kwa muda.
Baadaye akanyosha mkono mmoja, mzee mmoja alikuwa mwinjilisti, akanyosha akaniambia, akasema, mchungaji, nilipokuwa Marathon, naomba sikiliza vizuri, nilipokuwa Marathon, hizi hela zote ningezitoa mimi. Hamjanielewa. Nilipokuwa Marathon, maana yake wakati ule yuko Marathon, ni meneja wa Marathon, ana mahela mengi, hafanyi kazi ya Bwana, anaona hii ni kitu gani, kwa nini nitoe? Hataki kutoa. Hela zilipoisha ndio akaanza kukumbuka ningefanya kazi. Ndio akasema nilipokuwa Marathon ningefanya hizi kazi. Unasubiri hela ziishi ndio kumbuka kununua kujenga ile hostel. Unasubiri hela ziishi ndio kumbuka kununua gari ya kanisa. Unataka hela ziishi ndio kumbuka kununua mchungaji wako suti. Ningekuwa na hela mchungaji ningekununua suti kabisa. Zilisha hukufanya kazi ya kwako, hukufanya kazi ya Mungu, na mwisho wa siku, ngoja niwaambieni, dhambi moja nyingine itakayotufanya tusiende mbinguni ni uvivu na uzembe. Hata wale watakaopona baadaye watapona kama Lazaro. Si unamjua Lazaro? Alikuwaje? Hata kule juu mbinguni hakuwa hata na makao. Akaenda kukaa kwa Ibrahimu. Maana alisalisha hapa duniani. Na unataka kwenda mbinguni kama Lazaro? Wewe ukakaa kwa mtu mwingine. Huku sasa hivi wanawaambia kama watani kule mbinguni hakuna kutoa. Kutoa ni sasa. Ni hapa. Kule mbinguni hakuna kutoa. Mungu atusaidie sana kanisa la Bwana. Tunatakiwa tuoneshe kwamba sisi ni kanisa. Na makusudi ya kuanzisha kanisa Mungu alitazamia watu tujifunze mambo mangapi? Yote mawili. Watu wazuri kiroho na watu wazuri kinini? Kimwili. Wana mahitaji yao kimwili wako sawa sawa, na kia baadaye na hata kiroho na wako namna gani? Wako sawa sawa. Naomba tusimame. Fanya kazi bado ni mchana. Fanya kazi una afya. Fanya kazi bado fedha ipo. Fanya kazi kuondoa umaskini. Punguza, ondoa umaskini. Fanya kazi bado una nguvu. Fanya kazi bado unaweza. Usiku haujaingia. Usiku ukija hauwezi kufanya kazi tena. Utakuwa unasema ningekuwa mimi kijana kabisa. Allah, ningekuwa kijana kabisa mimi. Muda ulishafanya nini? Shapita. Muda ni sasa, na wala sio kesho, na wala sio saa 12. Ni sasa. Unapoteza muda kwa ajili ya mambo yasiyo ya Mungu. Unapoteza muda katika mambo ya kuchoma mahindi kwa jirani. Poteza muda tu kwa sababu ya mambo mengine. Kwa mfano Tanzania sisi tunagombana kwa kufanya chochote, tunagombana tu, hata kama tugombana kwa mtoto, ili tunagombana tu kwa maneno. Kazi ndio inakuwa hiyo, tunagombana tu, hamfanyi chochote, na taifa ni maskini, liko chini ya mstari wa maskini au maskini, hafa hamzalishi. Tanzania hamzalishi. Nasubiri kufanya vitu vingine tuviacha. Kumbe ndani kazi. Mungu atutie nguvu. Na Mungu atubariki sana. Na mimi niwaombee mwaka huu 2026
sheria ya Bwana inapendeza. Naye utafakari siku na mchana. Alafu mstari wa 6 anasema hivi, na kila mpendalo kwa jamani atafanikiwa bila Yesu matoka. Yake Mwokozi wangu atuapezi namba 61. Namba 61. Pendwa, mimi ninatafsiriwa kwa maneno mengi, lakini mchungaji huyu ana kiburi. Mchungaji huyu doshi, ana manjini makali, lakini napenda wafanye vizuri. Wale wanaowapenda napenda wafanye vizuri. Ninawapenda. Ndio maana nawaambia ukweli, mambo mawili tufanye kazi ya mikono ya kwako, fanya kazi na ya Mungu. Mungu anabariki na maisha kuendelea vizuri. Mbele yake Mwokozi. Najua mnatumia, lakini tuongeze kazi kabisa. Naomba wetu wa mwisho tunapoimba
Kwa kweli ifike wakati ambapo tunatumia muda wetu vizuri. Asante, fikiria tu unapoteza muda kwa mambo gani, lakini Mungu ni mwema akusaidia. Ongeza kazi yako kutumia muda kwa ajili ya kazi za mikono yako. Ongeza kazi yako kutumia muda kwa ajili ya kazi ya Bwana, na Mungu ameahidi kubariki. Karibuni sasa tuombe. Na wewe unaweza kuona jiombea, unakifahamu vizuri. Karibuni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu mtakatifu, Baba utupendaye, ninasimama mbele zako kwa ajili ya watoto wako hawa, kanisa lako la African Unity Church Tanzania hapa Mihogo. Watu wako Mungu wamesimama mbele zako, nami Bwana kama kuhani wao ninawaleta mikononi mwako. Ninaomba neema na rehema kwako kwa sababu ya mwaka ulioisha. Kuna mambo mengine pengine hawajafanya vizuri, hawakutumia muda wao vizuri, muda uliopita, mwaka uliokwisha. Baba, ninasimama mbele zako kuomba radhi kwa ajili yao. Naomba rehema Bwana, uwasamehe pale ambapo Mungu hawajafanya vizuri. Asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya rehema zako, asante kwa sababu ya wewe mwema, umejaa rehema na uwezo na nguvu. Roho Mtakatifu, ninakualika katika jina la Yesu. Baba, naomba kwa ajili ya kazi za mikono yao, waongeze nguvu, waongeze nguvu katika jina la Yesu. Uwabarikie Bwana kazi zao za namna tofauti tofauti, mashambani uwabarikie, ofisini uwabarikie, kazini pale dukani uwabarikie. Bwana, maeneo yoyote mikono yao wanapogusa Bwana, waongeze nguvu ili wafanikiwe katika uzuri wako na neema yako Mungu. Naomba ukumbuke migodini kwao, ile migodi yao ifanye kuzalisha kwa neema yako na uzuri wako Mungu. Naomba neema na rehema, wafundi wa ujenzi uwasaidie kwa neema yako, wasije wakapata ajali kama mwingine alipopata ajali. Baba, tunaomba neema yako Mungu, tunaomba nguvu zako, wape neema na baraka zako. Lakini kwa upande wa pili, nimewekeza na uwezo wa Roho Mtakatifu autende, nimewekeza na uwezo wa Roho Mtakatifu autende. Naomba neema yako Mungu, wampokee huyo Roho ili wafanye kazi yako kwa nguvu, wafanye kazi yako Bwana wa kuzingatia muda, wafanye kazi yako kwa umaarufu, wafanye kazi yako kwa kujitoa, wafanye kazi yako kwa ujasiri, wasiogope kwa sababu ya mambo mbalimbali ambao wanakutana nayo, zile changamoto ambazo zinawakwamisha katika kufanya kazi yako. Baba, ninaziondoa kwa jina la Yesu, ninaziondoa kwa jina la Yesu. Ninawabarikia Bwana, wapokee neema na baraka hiyo, waendelee kutenda kazi yako kwa mikono yao, ili Mungu kazi zao ziwaletee matunda. Kila mmoja hapa wana nia mbalimbali kwa ajili ya kazi zake. Umpe Bwana kupata nia hiyo kutegemea na kazi anayofanya. Ibariki Mungu kazi ya mikono yake, ili akipate kila ambacho Mungu anakitamani kwa neema yake na uzuri wake. Lakini kwa upande wa pili, Mungu, ninasimama mbele zako, umewapa vipawa watu wako, hauwapa vipawa, umewapa upaji ili Bwana usijenge kanisa lako. Ninaomba neema yako Mungu, uwasaidie kila mmoja wajibike kutegemea na kipawa chake, kutegemea na kipawa chake, kutegemea na uwezo ulio nao, kutegemea na mamlaka yake. Uwezo Roho Mtakatifu ninakupa Bwana, mjaze hiyo Baba, mjaze hiyo Baba, wajaze wanao ili Mungu wapate nguvu ya kufanya kazi yako, wasikatishe tamaa kwa namna yoyote, wafanye kazi yako Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaamini Baba, utawabariki na kuwaita. Wewe ni Baba wetu, Mungu wa mbinguni. Naomba katika jina la Yesu wasamehe sana wala kama hawajafanya vizuri, na hata mimi nisamehe sana wala kama sitafanya vizuri. Tusamehe Bwana kwa neema yako na uzuri wako. Yes! Inawabariki wana, inawabariki wana wapo kufanikiwa kwenye kazi zao, kazi za mikono yao, waongezee neema na baraka kazi ya kanisa lako Mungu. Nimeomba neema na uwezo na nguvu, uwabariki kwa jina lako, ili kazi yako Mungu watu wako ifanye kwa nguvu.
Yes, ulifanya kazi nzuri. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema. Wabariki Mungu na kuwaita. Asante Bwana. Tunaamini utafanya hivi. Oh yes. Yes. Mungu ya Mungu. Wabariki sana. Wainue kuwatia nguvu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Tunaamini utafanya hivi kwa utukufu wa jina lako. Kuna wanafunzi, wabariki Bwana shule. Kuna wafanyabiashara, wabariki wenye biashara zao. Kuna wakulima, wabariki wenye mashamba yao. Kuna watu wengine wanafanya kazi za maduka na penginepo popote pale, wabariki Bwana na utulete pamoja tufanye kazi yako. Tunatamani Bwana kanisa letu leo Kihogo liwe na tofauti. Tusaidie tusipoteze muda kwenye mambo mengine sio kusaidia. Jina lako Baba libarikiwe. Tunaomba hivyo na kuombea ni katika jina la Yesu. Asante Bwana tufanye katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wakati tunarudi tunaimba wimbo wa namba 110 unaosema kazi nafanya. Yesu, Yesu, Yesu. Uniambia ya Yesu. Oh, niambie ya Yesu. Bwana awabariki sana. Kanisa wa Yesu, ikiwa tunaelekea mwisho kabisa wa ibada yetu, tumwombe mwimbishaji atupe wimbo mmoja kwa ajili ya kuhitimisha, na baadaye mchungaji kiongozi ataomba kwa ajili ya kuhitimisha ibada ya kwanza, kisha tutaendelea na ibada ya ushirika mtakatifu. Kanisa, tunaomba tusimame wote. Wimbo namba 89 katika sifa. Tushiriki wimbo namba 89 katika sifa. Twende tukaimbe sote. Iwe ni na nguvu na uwezo wake, usitahimili maneno yake. Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. Nimwombe mchungaji kwa sababu alikuwa amelitoa hili, tumchangie mtu anayeumwa, anayeugua yule wa Yerusalemu, kabla tujatoka na kuhitimisha ibada. Tulikuwa tunashirikishana hapa wakati praise wakiimba, tuweze kumsapoti kwa chochote, kwa sababu anahitaji kwenda hospitali. Na mchungaji alisema, nafikiri ni wiki na umoja au kwa ulipo nacho, mshukuru Bwana na umsaidie ndugu yetu huyu, kisha tutahitimisha ibada. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu kwa sadaka hii iliyotolewa na watumishi wako. Bwana Yesu, sadaka hii kawabariki watumishi wako walionyosha mkono, lakini hata kwa ajili ya mgonjwa ambaye nitazamia kupelekwa kusapoti kwa ajili ya matibabu. Neema yako Bwana Yesu ikatoshe, na damu yako Bwana ikanene mema kwa ajili ya uzima. Madaktari wanapomchunguza, neema yako Bwana ikaonekane kuwa pamoja nao kwa ajili ya kusaidia juu ya uhai wake. Wewe ni Mungu uponyaye, enda Bwana ukaponye kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mwenyekiti, tunasoma endelea. Naomba kanisa tusimame tuhitimisha ibada kwanza.
Asante kwa ajili ya nyimbo tulizoimba. Asante kwa ajili ya matoleo tuliyotoa. Asante kwa ajili ya matangazo. Asante kwa ajili ya kila hatua. Kumbuke Sofia, ponye kwa neema yako na uzuri wako. Tunatuma neno lako la uzima linalosema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Bariki Bwana, tie nguvu tunapohitimisha ibada hii. Baba, tusaidie tuendelee tena na ibada ya pili. Tutie nguvu na kutuinua. Tuliyoyaomba yote tunaamini yamekuwa ya kwetu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Asante sana. Kanisa, kwa wale tunaoendelea